Richard, kwema? Kwema, mambo vipi? Salama, kila kitu kiko vizuri? Kila kitu kiko vizuri sana Jumapili ya leo, yani nimeenjoy kabisa. Mtana na bosi wangu Abbas El Sabri, bwana kwema? Kwema bwana, mambo vipi bwana? Salama sana. Watu wa football lazima tukutane katika vitu vizuri kama hivi, si unajua tena. Mwatelekeza Coastal Union, umwacha mwanao Diego, sasa hivi upo huku unaenjoy. Hamna, ndio football ilivyo, si unajua tena. Unaanzia hapa afu baadaye unasogea, then ndio mambo yanavyokwenda. Yes, ndio. Hebu niambieni kuhusiana na hiki ambacho mmekiona Azam FC akimchabanga Nairobi United goli 1-0. Mimi nasema ni muendelezo mzuri kwa sababu alikuwa afe nyingi zaidi ya goli 3 mpaka 4, lakini ni mechi na wao wanajua kwamba wanacheza na timu kubwa na timu ngumu, kwa sababu walifungwa kwao. Inabidi hii mchezo walikuja just wapate draw, lakini hawezi kupata draw kwa Azam kwa sababu ni timu kubwa. Inabidi malengo yao Azam ni kufunga kuanzia goli 3 kwenda juu. Niambie ulichokiona wewe Abbas El Sabri. Mimi kwa leo bwana nimeona kwamba investment katika football inalipa, kwa sababu Azam FC wameonyesha kwamba vilabu vingi vya Tanzania tuna mengi ya kujifunza kutoka kwao, kwa sababu namna ambavyo walivyoanza kushiriki michuano ya kimataifa na sasa hivi unaona tofauti. This is kwa mfano kwa mwaka huu unaona kuna guarantee ya Azam kufanya vizuri kuliko club nyingine yoyote ambayo inashiriki michuano ya kimataifa, ukiondoa Young Africans. Lakini hivi vilabu vingine vinashiriki kimataifa unaona kabisa ni kama iko 50-50. Lakini Azam umeonyesha kwamba msimu huu wana uhakika zaidi wa kusogea kwenye hatua za mbele zaidi. Kwa hiyo football inalipo kiinvest, imetuonyesha hivyo. Coach Richard, tuzungumzie kuhusiana na goli ambayo amefunga Fei Toto, kijana wako mwenyewe wa kumlea. Mimi na enjoy kila nikija nikiona anafanya vizuri na kuwa niko happy, na sio yeye tu, nimemwona mzee Hassan kaingia jezi namba 15 akafanya vitu ambavyo vikubwa ambavyo kiprofessional ukija unajua sasa huyu ni mchezaji mkubwa tayari, anaanza kuiva. Ni mchezaji mdogo ambaye katoka katika klabu ambayo ya ligi kuu ya Zanzibar, inabidi kaja katika klabu ya Azam, maana kwamba tayari anazidi kumconvince mwalimu kwamba anahitaji awe katika miongoni ambao mwalimu anamuona. Nabidi nidhamu yake na bidii yake atafuata nyayo za kakake. Kuna mtu aliniambia umemwona nani huyo? Nikasema sijamsikia vizuri kocha, uko unamzungumzia nani? Yaani ukija unajua unaweza kumuona Lionel Messi ama ukamzungumzia kwa sababu ni quality yake ni kubwa, sema Seara. Ni vitu ambavyo wanaoifanya hivi vitu vya kitoto, unajua. Inabidi na enjoy nikiona kwamba ana perform vizuri na kwa enjoy na enjoy kwamba kuona Azam anacheza vizuri mashindano haya, na inabidi na appreciate sana kuona kwamba anafanya vizuri. Abbas El Sabri, ni mchezaji gani ambaye wa Azam FC amekukosha kweli kweli unasema huyu jina lake naondoka nalo? Bana, kwanza Failasufi kaonyesha kwamba yeye ni finest. Kwanza ametawala kuanzia dakika ya kwanza mpaka 90, lakini hata mzee ni mtoto wetu wa Kitanga kule, au sio bana? Na tunajua namna ambavyo wamepikwa, anaonekana kabisa, namuona kabisa kama Sabri Kondo fulani hivi, alafu unakumbuka kwa kina Richard, unakumbuka kama Ryan Giggs fulani hivi, unajua ile, yani ni wings ambazo kwa sasa hivi Tanzania tunazikosa sana. Mtu mmoja alikuwa anasema kama Mrisho Ngasa, unajua ile, lakini Mrisho Ngasa for the time being kidogo kulikuwa ana watu wengi sana ambao wako pale, yani yeye dogo alafanalisho sana, lakini huyu anatafuta malisho mwenyewe, anasogea, anapiga, anaonyesha kwamba akipewa time zaidi tutakuwa na miongoni mwa wainga bora sana katika kizazi cha sasa. Yes. Pia tuzungumzie kuhusiana na kocha Ibenge, mara nyingi amekuwa akiwatumia wachezaji wale vijana. Hii inakuwa ina maana gani katika soka la hapa Tanzania? Unajua makocha wetu wengi uwezo wao ni mkubwa sana. Hatuwezi kuwatoa heshima hivyo. Isipokuwa hawa makocha ya kisasa hawa ambao wanatumia hizi modern football, wao wanaamini zaidi kwenye nguvu na performance za wachezaji. Huwezi kupata nguvu hizo na hiyo performance, top performance kwa mtu ambaye over 30. Sasa vijana kama hawa wadogo ndio maana wanapenda sana kuwatumia. Simuona hapa anasema, mwenyewe lazima watumia kwa sababu gani? Kila kitu kipo, skills ipo, courage ya kucheza ipo, nguvu anazo, hamu anayo, yani na kila kitu ambacho kinamfanya acheze ile to the top performance. Kwa hiyo ndio maana hata kina Ibenge wanawatumia sana vijana kama hawa. Sawa, nikusikilize sasa kocha mwenyewe wewe. Mwenye kazi yako kuwatumia wachezaji wale vijana ina maana gani zaidi kwenu makocha? Hitu kubwa kwamba ni taifa, kwa sababu ni wachezaji ambao wanatumika kwa muda mrefu, ni wachezaji kwamba tunaona wachezaji wa Kongo wanamalizika tena wanaondoka. Inabidi kile kizazi ambacho kipya ambacho kinatumika, tunamuona Arbogast kocha anamtumia sana, tunamuona anamtumia striker Haaland sana, anamtumia mzee sana. Inabidi kwamba lengo lake kubwa kuhakikisha kwamba hata siku na siku anaondoka Azam kaacha kitu kikubwa ndani ya Azam, kwamba hawa ni hazina kwa taifa, hawa ni hazina kwa Azam.
Kwa kile ambacho umekionyesha Azam FC leo, unaiona wapi safari yao katika michuano hii ya kombe la shirikisho Afrika? Safari yao kubwa sana, inabidi wazidi kukaza, wazidi kuongeza ari, nguvu na hamasa ya kazi yao, inabidi wakafanye kazi nzuri, kwa sababu tayari kwamba ni timu ambayo tunaiona, tunaiangalia, ina performance nzuri katika mechi, wanapoze mpira vizuri, inabidi tuna imani kwa kile ambacho walichukua nacho, wakishirikiana na Feila Sufi, master mtaalam, inabidi kuna vitu vinakwenda sawa. Sikia tunasifia mazuri, pia tuangalie na wapi ambapo kidogo hawakuwa sawa sawa Azam FC. Kwa leo siwezi kuzungumzia kwa sababu timu imepata ushindi. Tungeharibu ningezungumza, lakini timu imepata ushindi, na mpongeza Coach Ibenge kwa kazi nzuri ambayo alifanya pamoja na staff yake. Wewe ni kocha, ulisema kwamba zitengenezwa nafasi nyingi za magoli lakini hazikuzaa magoli. Na itakuwa ni riski ambayo leo kufunga Faisal tu. Inabidi hiyo ni mchezo ulivyo. Inabidi haikupangiwa, kwa sababu hata Kitambala kapata chance nyingi kashindwa kutumia, lakini football hivyo ndio ilivyo. Chance ambayo walipata moja inabidi imetumika. Kuhusiana na maingizo mapya ya Azam FC. Wanazidi kufanya kitu kipya. Na wanazidi kuleta hamasa, na wanazidi kuleta chachu ya ligi kuu ya Tanzania bara pamoja na ligi kubwa ambayo wanaenda kucheza. Ushindani wa namna gani ambao Nairobi United wamewapa Azam FC? Wameonyesha kitu kizuri, wameonyesha kitu kikubwa, kwa sababu ushindani walionyesha kule nyumbani kwao na walikuja na huku wamezidi kuonyesha ushindani zaidi, kwa sababu wanahitaji, na wao Nairobi wanataka business, wanahitaji kununuliwa, wanataka biashara, na bidi ni vitu ambavyo vikubwa ambavyo walivyofanya Nairobi, kuhakikisha kwamba wana maintain kile kitu chao. Na bidi Nairobi wamekuja kutafuta biashara, na bidi kama ni biashara, na bidi kila mmoja anahitaji kucheza Azam. Azam club kubwa, Azam taifa kubwa, na bidi kwamba kila mmoja ana miss kwa mimi nahitaji niko katika klabu ya Azam. Mambo yamekuwa sio mambo kwa Simba Sports Club. Bila shaka mmetizama boli lao. Mambo yameendaje tena? Bana, wacha nivae miwani sionekane kwanza ukizungumza mambo ya Simba. Mambo unataka uteme nongwa? Bwana wewe acha. Unajua tatizo la Simba ni hili moja. Ni tatizo la Simba ni moja tu. Ambao ni lipi? Hawajui nini tatizo. Ndio tatizo la Simba. Yes, hawajui nini tatizo. Na ukishakuwa hujui nini tatizo, hilo ni tatizo na namba moja. Alafu sasa nini kinasababisha tatizo? Simba bado pia hawajui nini kinasababisha tatizo. Sasa ukishajua yote, tatizo jingine kubwa ni kuaccept kwamba tuna tatizo. Ndio tatizo ambalo naona kwa Simba. Hawajui nini tatizo, na kwa sababu hawajui nini tatizo inakuwa ni tatizo. Baada ya kutojua nini tatizo, kukubali kwamba tuna tatizo, bado pia hawajakubali. Kwa hiyo hilo ndio tatizo kubwa la Simba kwa sasa. Kwa hiyo wakae chini kwanza, watafute nini tatizo. Baada ya kugundua nini tatizo, wakubali kwamba wana tatizo, alafu waanze kushughulikia tatizo. Hebu tujadiliane hapa japo kwa uchache kidogo kuhusiana na mashabiki baadhi wa Simba Sports Club kumtuhumu sana mwenyekiti Murtaza Mangungu, wakati tunajua Simba Sports Club ina viongozi wengi. Ndio maana nasema tatizo lao ni kutojua nini tatizo, kwa sababu mwenyekiti inawezekana kuna ile responsibility ya jumla unaweza ukawajibika, lakini sasa ni lazima ujue kwamba yani watu wangu ndio wanasababisha tatizo, kwa sababu tatizo la Simba kwa sasa litokani na yani haijulikani kwamba linatokana na uongozi, technical bench, wachezaji au nyakati au bad luck tu. Kwa sasa hivi hawatakiwi kushinda, umeshaelewa ile, lakini wakae kwanza watafute nini tatizo. Wakishatafuta nini tatizo, wanaweza kutatua hilo tatizo. Tani wao yule Yanga Sports Club unamuonaje? Amejipata. Waombe sana engineer akae umri mrefu. Waombe sana engineer aendelee kuwepo. Lakini wamejipata no doubt. Kwamba Yanga wamejipata, waendelee kushukuru, waendelee kumwombea maisha marefu engineer pamoja na watu wake wote. Wataenjoy tu. Coach Richard, wewe kwa upande wa Simba Sports Club mambo kama ameenda ndivyo sivyo? Mimi sipendi sana kuizungumzia klabu ya Simba wala Yanga, kwa sababu naelewa na nafahamu, kwa sababu ni nyakati ngumu zinakuwa zinawakuta na vilabu vingi vinakuwa vinatokea katika nyakati ngumu. Na bila unapotokea nyakati ngumu, na bila unatakiwa zikabili, sio zikimbie. Na bila mimi na imani wanaweza kashinda nyakati zao ngumu, kwa sababu ni kipindi ambacho cha muda mchache tu kinapita. Lakini nije kwako pia, ulikuwa Malindi Sports Club. Mara shwa hatukuoni, na yeye amekukuta kama sio amenikuta mpira na sisi walimu leo tuko hapa, kesho tuko hapa. Sasa hivi niko polisi, inabidi nimetoka zangu Malindi, nimekuja zangu polisi. Inabidi situation ya football, sisi walimu kazi yetu ni kwenda na kuondoka. Unaweza kuajiriwa leo, kesho kuondoka. Inabidi kuna nyakati ngumu ambazo mwalimu unazikuta. Tafuta babu yangu kule, tumpeleke Tanga tukampe timu. Wapi? Tanga. Babu gani sasa basi? Nitamtafuta babu yangu Tanga kule. Fanye mambo huyu aende Tanga kule. Rich Card ya? Sio tunafanya vibaya. Sayuno. Leo tumedraw tena.
Leo tumedraw. Yaani mbaya Coastal. Oh. Bwana twenzetu Tanga ndugu yangu. Shida. Yeah, ni Coastal unaona ukienda pale. Mimi timu yote nakwenda kufanya kazi kwa sababu mimi ni mwalimu na najiamini. Najiamini kutokana na uwezo niliokuwa nao na talent yangu, naamini uwezo. Sasa kwa kuziangalia hizi timu ambazo ziko ligi kuu kule ya NBC, unaona ni kocha gani ana falsafa zake ni kama za kwako? Ibenge. Kocha Ibenge ana falsafa kama za kwako? Yes, Ibenge. It's good, Ibenge. Yeah, Ibenge. Ibenge. Nini Ibenge? Yeah, kwa sababu anapenda talents, anapenda vijana, anawatumia vijana kwa wakati sahihi na muda sahihi. Yeah. Mimi nikushukuru sana. Asante na mimi nakushukuru sana. Nifurahi.